Haya, salamu alaikum. Tunaendelea na somo la kitabu tulichoamua kukisoma na kujifundishana kwa ajili ya faida za ziada katika mwezi wa Ramadhani, hasa kwa sababu masomo yaliyokuwepo kwenye kitabu hichi yanahusu namna ya kufunga tu, hasa mwezi Ramadhani na haswa isi zake na asrari zake na faida na manufaa na maslahi yake. Basi hakadha tuko ukurasa wa 10 mwishoni kabisa, tunaingia 11. Mwenyezi Mungu Jalla waala tulikuwa tunaisoma aya yake, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Sasa tukafika hapa, anasema huda linnas, Qur'ani iliyoteremshwa ili iwe uongofu kwa watu, wa bayinati na uchambuzi au ubainifu minal huda unaotoka ndani ya uongofu wenyewe, wal furqani na upembuzi. Upembuzi yani yenye kutenganisha kati ya haki na batili. Haki inaonekana wazi kupitia Qur'an na batili inaonekana wazi kupitia Qur'an. Ay anzala alqur'ana fi Ramadhan, ay unzila alqur'anu fi Ramadhan. Kisoma hivyo yote sawa. Kateremsha Qur'ani Mwenyezi Mungu katika Ramadhani, au Qur'ani imeshushwa katika mwezi wa Ramadhani, kama takadam, kama ilivyokusha tangulia. Wa huwa hadi linnas, na yenyewe ndio yenye kuongoza watu ila haki, kwenye haki, bima fihi, kutokana yaliyomo humo kwenye Qur'ani, minal hikami, katika hikima za ajabu namna kwa namna, wala ahkami, na hukumu za kutolea uchambuzi na ufafanuzi kwenye masuala yanayohusiana na dini ya watu. Wa huwa ayatu, na zenyewe ni aya, wadhihatu. Hii Qur'ani ni aya wadhihatu, zilizo wazi sana, makshufatu, ambazo zimefunguliwa vizuri sana, mimma yahdi, katika vile ambavyo vinaongoza ila haki, kwenye haki, wa yufariku, na inafarakanisha, kutenganisha, baina al-haqi, baina ya haki, wal batil, na batil, wal halali, na halali, wal harami, na haram. Wakad warada fi fadlihi, na pamepokelewa kuhusu utukufu wa mwezi huu, ahadithu, hadithi kathira, nyingi, shahira, mashuhuri, zajulikana sana. Qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Mungu sallallahu alaihi wasallam, sayyidu shuhuri, bwana wa miezi yote Ramadhan, ni Ramadhan ndio bosi wa miezi. Hadithi rawahu al-Bazzar, ameipokea al-Imam al-Bazzar wal Baihaqi, na Imam al-Baihaqi. Waramaza Suyuti, na akaashiria Imam Suyuti lihusnihi, kwamba hadithi hizi ni nzuri, yani hadithi hasan. Wakala, na akasema, idha dakhala ramadhanu, itakapoingia Ramadhani, futihat abwabul janna, hufunguliwa kwa dhati kabisa milango ya pepo sana tu, wa huku likati abwabu jahannam, na hufungwa milango ya moto jahannam yote, wasufidati shayatinu, na mashaitani huingizwa kifungoni, wakapigwa pingu. Wafutihati abwabu rahma, na hufunguliwa milango ya rehma. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na al-Imam Muslim. Bwana anaandika hivi vitu kwa tajridi. Huu taratibu anaotumia kuandikia hizi hadithi unaitwa ni tajridi, yani vitu kufanywa kwa ufupi kwa njia namna ya mkato, sawa. Ile tunaopenda sisi, hadathana fulani, akhbarana fulani, ambana fulani, ndio inaitwa azu. Haya. Wa ighlaqu abwabu jahannam, na kufungwa milango ya jahannam, imma hakika, kunaweza kuwa ni kwa maana ya hakika, au kinaya, au kunaweza kuwa kwa maana badala ya, yani maana ya kufundishia, sawa. Neno la kuazimwa kumaanisha kitu fulani kinachotokea, ambao faida yake kwa watu ni sawa sana kama jahannam imefanyaje, imefungwa. Kinaya anta nazuhi anfusi swaimina, inaweza kuwa neno hili limeazimwa kumaanisha tanazuhi anfusi swaimina, kuziepusha nafsi za watu waliofunga, anrijisil fawahishi, na uchafu wa makosa, wal atham, na madhambi, watasfidu shayatini, na mashetani kupigwa pingu, kufungwa,
habsuhum ni kuwatia jera, waghali anaqahum na kuzifunga shingo zao, fayafaluhu bihim Jibril, anawafanyia hivyo Jibril alayhi salam, manake anawafunga mashetani na kuwabana wasiwasogelee Waislamu. Inaweza kuwa kwa maana hiyo. Fakadi urida, imeshapokelewa anna Jibrila, kwamba Jibril yanzilu ila al-ardhi, huteremka katika ardhi fi Ramadhan, katika Ramadhani, fayasfadu maradatal jinni, anawafunga pingu vibwengo wote wa kijini, ashayatini, mashetani, fayughallihim, anawapiga pingu fil aghlali, katika minyororo, wayatrauhum fil bahari, na kisha anakwenda kuwatupa baharini, li alla yufsidu, ili wasiharibie, ala hadhihi al umma, umahu siyamahum, saumu yao. Wa amma ma yaqau min Ramadhan, ama yale yanayotokea katika Ramadhani, minal maasi, katika maasi, min kathiri, ni kutokana na kwingi, minal fiska, kwa uovu ambao umeshajaa ndani ya moyo, min qatli, kama vile kuua kunatokea katika Ramadhani, washarbi khamru, na washarbi khamri, na kunywa pombe, wa ghairi dhalika, na yasokuwa hayo. Fa innahu minan nafsi al-amara, haya yanapatikana kwa sababu ya nafsi yenye kuamrisha bisui, makosa. Bado una nafsi, hata kama shetani kafungwa, na kuna kitengo cha kuamrisha uovu ndani ya ubongo wako, hicho ndo kinafanya kazi. Hata mwezi Ramadhani wewe utashangaa unaendelea tu, huku shetani kafungwa. Fahdhar nafsaka, sasa jihadhari nafsi yako. Fa innaha shaddu min 70 shaytana, nafsi yenyewe ina nguvu kuliko mashetani 70. Kwa hiyo wewe umefungiwa Ibilisi na kundi lake, lakini una nafsi ambayo nguvu yake ni kuliko mashetani 70. Kwa hiyo uwe makini sana. Qala Taala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna kaida shaitan, hakika kedi ya shetani, hila za shetani, kana dhaifa, ni dhaifu tu. Wa qala, na akasema tena, inna nafsa la amaratu bisu, hakika nafsi yenye kuamrisha kwa hakika makosa. Imekuja kwa sura ya mubalagha, amara, sawa, yani ni sana na ina nguvu mno. Shetani hila zake Mungu anasema ni dhaifu sana, lakini linapokuja swala la nafsi, ambayo shetani ndo kafungwa, umebakishwa na nafsi. Sasa hiyo nafsi yenyewe ina nguvu kuliko shetani, kwa hiyo kuwa makini. Inna nafsa la amaratu bisu, hakika nafsi ni yenye nguvu sana katika kuamrisha makosa. Wa nafsu, na nafsi la tufariku sahiba, haiachani na mwenye nafsi yake, ila idha mata, ila tu atakapokufa. Wa shaitani yufariku, lakini shetani anaachana na mtu fi Ramadhani, katika mwezi Ramadhani, sawa, sababu kafungwa, sio kwamba kwa hiari yake, lakini kuna muda unaweza kaepukana naye. Nafsi hakuna kipindi utaepukana nayo ila umekufa. Fama yakhaufihi, basi yanaozuka katika mwezi Ramadhani katika maasi, fahuwa minan nafsi, hayo ni kutokana nafsi. Sasa hiyo ni nafsi, yani amekamatwa mpambe, kakamatwa mpambe, amebaki jambazi mwenyewe. Kufungwa shetani ukabakishwa na nafsi, ni mpambe ndo kafungwa, jambazi mwenyewe kabakishwa. Kwa hiyo una kazi kubwa kuliko hata ulokuwa nayo zamani. Wakala, na akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha kana, pale inapokuwa awwalu lailati, ni usiku wa mwanzo wa Ramadhani, wa Ramadhani, futihati abwabul jinan, hufunguliwa kwa hakika milango yote ya pepo, kullu hayote, fala yughlaq, haifungwi tena, minha babun, hata mlango mmoja katika hiyo, fi shahri, katika mwezi mzima, kulli wote, wa ughliqati abwabun niran, na milango ya moto hufungwa yote, kullu hayote, falam yuftahu minha babu, hakuna mlango hata mmoja unaoacha wazuko, fi shahri kulli sorry katika mwezi mzima. Wa amarallah, na Mungu huamrisha munadia, mpiga mnada, mtangazaji, yunadi, apate kutangaza, ya talibal khair,
mwenye kutafuta kheri, akbil, ingia kazini. Wayabaghi, na wewe mwenye kufanya shari unazipenda sana, aksir, punguza shari zako. Thumma yakulu, kisha husema, hal min mustaghfir, yuko anayetaka msamaha, fayughfar, apate kusamehewa. Hal min sa'ili, je yuko anayeomba, fayutu su'ula, apewe maombi yake. Hal min taibi, yuko mwenye kutaka toba, fayutaba alayhi, apate kupokelewa toba yake. Falam yazal kadhalika, haachi kutangaza hivyo, ila mfijari subuhi, mpaka asubuhi inapotoka. Walillahi ta'ala fi kulli laila, na Mungu ana katika kila usiku, indal fitri, wakati watu wanapofuturu, alfi, watu 100,000 atikini wanaotoka minannari, katika moto, wamekombolewa. Ilikuwa watu wakai motoni maisha, lakini kwa ajili ya fadhila ya Ramadhani basi hufutwa watu 100,000 kila siku kutoka katika moto, kwa sasa minannari, watu ambao wanatoka motoni, kadistaujabu nara, ambao ilikuwa ni wajibu waingie motoni, lakini sasa Mungu anawaacha huru. Rawahu Tirmidhi, hadithi imepokelewa na al-Imam Tirmidhi, wa Nasai, na Imam Nasai, wal Hakim, na Hakim, bi alfadhi mutakariba, kwa maneno yanayokaribiana matamshi. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema tena Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, ansemaje bwana mkubwa huyo, salatullahi wa salamu alayhi, innal jannata, hakika pepo, la tuzayinu, sawa, hurembwa, min hauli ila hauli, kutoka mwaka huu mpaka ule, hurembwa pepo, ikapambwa yani, lidukhuli shahri Ramadhani, kwa sababu ya kujitayarisha na kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Fa idha kana awwalu lailati, sasa inapokuwa usiku wa kwanza min Ramadhani, wa mwezi Ramadhani, habati rihun, huvuma upepo, min tahti al-arsh, kutokea chini ya arshi, yuqalu laha al-muthira, sawa, upepo wenye unavuma vizuri unaitwa muthira, ndio jina lake. Yani manake unamwambukiza hali yake huo upepo kila mtu ambaye utampata, sawa. Tusafiqu waraka ashjari janna, basi upepo ule unaitingisha, yani unayatingisha majani, sawa, ya miti ya peponi. Sawa. Wahila almaswari, na unatingisha pia vile vikomeo vya milango ya pepo. Vikomeo, sawa, vidudu gani vile ambavyo vinawekwa mlangoni, ukitaka kufanya watu wajue ndani huko nje huku, unakishika kile unakiachia kinagonga ule mlango pa zile ndio hilaka almaswari. Fayusma lidhalika tanini, basi kutokana hicho kitendo patasikika sauti, lam yusma asamiuna, hawajapatapo kusikia wenye kusikia, ahsana minhu, sauti nzuri kuliko hiyo. Fatabruzul hurul aini, basi hapo wanawake wa peponi wanachungulia, hata yakumna ala shurafil janna, mpaka watasimama kwenye vibaraza vya pepo, majumba ya ghorofa yale, yana zile sehemu ambazo ukitoka ndani unasimama kibarazani, unacheki nje, unaenjoy mandhari. Basi wanawake wa peponi hutoka katika majumba wakasimama kwenye vile vibaraza vya ghorofa za pepo zile, hata yakumna ala shurafi aljanna, fayunadina, kisha wataita, hal min khatibi, jamani kuna posa yoyote mtu anataka kuleta huku? Dalili, mbona kama tunaposwa? Thumma yaqulna ya Ridwan, kisha watasema kumwambia malaika anayesimamia pepo, Ridwan, ma hadhihi laila, kwani usiku gani huu? Faujibu hunna, anawajibu Ridwan bitalbia, kwa kuitika labbaika. Fayaqulu, anawajibu asema, ya khairatun hisan, enyi virembo vizuri, hadhihi awwalu laila, hundo usiku wa kwanza, min shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Akhrajahu Ibn Khuzaimah, hadith kaifanyia takhriji nani? Ibn Khuzaimah, sawa. Wal Baihaqi, na Imam Baihaqi fi Shu'ab, katika Shu'abi, kitabu chake Shu'abu al-Iman.
Waqala, akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu liibadi, kama waja wangejua, ma fi hadhihi shahri, yalokuwa katika mwezi huu, min alkhairat, katika khairi, la tamannati ummati wangu ungetamani an yakuna ramadhanu, iwe Ramadhani sana takula, mwaka mzima. Wangetamani Ramadhani iwege mwaka mzima, sawa, kwa mambo ambayo yamo humu ndani na faida inayopatikana na maslahi na manufaa na mafanikio ya kidunia na ya kidini kadhalika. Wangejua watu yalokuwepo humu, basi wangetamani iwege mwaka mzima Ramadhani badala ya kuwa mwezi tu. Ole wetu sisi ambao tunaomba Mungu mwezi wenyewe usije, na ukija tunaomba Mungu uishe. Rawahu at-Tabrani, hii hadithi imepokelewa na al-Imam at-Tabrani fi mujami, katika mujamu wake, aidi mafihi min al-ghufran, maanisha kwamba kutokana yalokuwemo katika mwezi huu katika msamaha wa Mwenyezi Mungu, warafi darajati, na daraja za juu kabisa Mungu anazowanyanyua watu, watadhau fil hasanati, na mema jinsi yanavyoongezwa yanalipwa kwa wingi sana. Kama vile tulivyoona kwamba ukisoma Qur'ani miezi mingine yote basi thawabu zake ni ndogo ukilinganisha na Qur'ani unaisoma katika mwezi Ramadhani. Ina thawabu nyingi kuliko thawabu zinazopatikana katika miezi mingine. Ukitoa sadaka katika mwezi Ramadhani basi inalipwa kwa mara nyingi kuliko inavyolipwa katika miezi mingine. Ukitoa sadaka katika mwezi kama huu, ukifunga katika mwezi kama huu, saumu ya mwezi Ramadhani thawabu zake ni nyingi kuliko saumu ya mwezi mwingine wote. Basi hakadha chochote ukipiga tasbihi katika mwezi huu, basi thawabu zake ni nyingi kuliko tasbihi inopigwa katika miezi mingine. Mradi tu maraha tu, burudani tu namna hii. Sawa watadhau fil hasanati, na jinsi mema yanavyoongezeka, wa mahwi sayiati, na maovu yanavyofutwa, wasijabati dua, na jinsi dua zinavyojibiwa, wa ghairi dhalika, na yasiokuwa hayo mengi tu yanapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo insha Allah tusimame hapa, twende taratibu na faida yake tuenee wote insha Allah, kwa dhahiri na batini, katika mambo yetu sisi na ya wazazi wetu, tangia kiimani na kimatendo, kiutafutaji kadhalika na kiufanikishaji kadhalika, na manufaa yake na mafanikio yake Mungu asitunyime wallahi, na wala asitucheleweshe, atuwaishie sana 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 ile ambayo sisi tunajua sana, maana viumbe hesabu yao ni tofauti na ya Mungu. Haya, tunaomba Mungu kwa hesabu yetu sisi afanye yale tunayotaka katika mwezi huu wa Ramadhani, yawe mepesi kutufika. Inna yawma inda rabbika ka alfi sana mimma ta'uduna, asija kahesabu kwa hesabu hizi za kwake, hesabu kwa hesabu hizi za kwetu. Amina ya rabbal alamin. Basi Mungu atuzidishe khair inshallah, atubariki, atuongoze, atuongeze, atunyanyue, asitudidimize, atuadhimishe, asitudunishe, asitudhalilishe, asitufedheheshe, asituaibishe, katika kila jambo, kila mahala na katika kila hali inshallah, ili Mwenyezi Mungu kwa rehema yake na baraka za wapenzi wake awe na sisi ametuthubutisha katika kitabu na faili la waja wake wema, na sisi tukawe mumu. Makosa tuliofanya kabla ya Ramadhani, na bahati mbaya nyingine tunafanya Ramadhani humu, subhanallah, tunatia aibu, lakini bado Mwenyezi Mungu mkono wake wa ukarimu awe kaunyosha juu yetu, iwe hakuna tena kitu kingine kitakachotukwaza, ili kuipata rehema yake ya dhahiri na batini, toka sasa hivi katika dunia mpaka akhera, lakini katika mambo vile vile ya kidunia na ya kiakhera. Alau basi insha Allah tunaweza na sisi tukawa watu hapa duniani, na inshallah tukae watu kadhalika huko akhera, na kinyume cha hayo basi Mwenyezi Mungu atulinde, atukinge, atuhifadhi, atunusuru, atustiri, atupe amani, amna na imani, na atupe na stara na jamala katika kila jambo letu, na haiba kadhalika, na jalala katika kila letu, na ufanikishaji wake wa wazi wa haraka sana,
na manufaa yake yawe dhahiri kwetu na kwa familia zetu inshallah.